wananchi. Kwa majina, for purposes of introduction, mimi ni Ken Ochieng. Ambiwa leo tuongee kuhusu incident ambayo ilifanyika Kasarani Mwiki. Mimi nikianza na kusema huyu political figure one Rigathi Gachagua. Huyu political figure one Rigathi Gachagua, vile tunamwelewa huyu Rigiji, ni mtu ulimi yake ni kali sana. Ametumia huyo ulimi vikali sana in terms of smear campaign, running a smear campaign. Anajua kuchafua mtu jina, anajua kuchochea. Ni kipawa ako na. Pia labda na hiyo training yake ya ako na background ya literature. Lakini shida ile tuko naye na yeye political thinking yake, political philosophy yake does not go beyond Central Kenya. Yeye akiangalia map ya Kenya inazunguka Kiambu, Laikipia, ni Central Kenya. He is very much on record. Hata ukiwa hiyo gari ana launch in May, logbook ameweka na ni interest ya Mount Kenya. So kama wewe sio wa Mount Kenya na uko hapo, sasa ujiulize, yeye mwenyewe amesema publicly, hii ni gari yetu, hata tukileta yeye ni ya kupaka na. So if you are from a community, a geographical area beyond Mount Kenya, you have no business associating with Rigathi Gachagua. As per yesterday's incident, although staki kama iko investigation inaeleza na ngoja hata mimi nisikie itafika, lakini it's not beyond Rigathi Gachagua kujiset up ajipige hapo to whip up public see. Be that as it may, hiyo vita yote amekuwa naanza. Sasa ajue forces pia zingine pia wako tayari sasa kupambana naye. Vile amekuwa narusha vitu kali namna hiyo, iko watu hizi many enemies ile amecreate. Pia sasa mmeona wamedeclare war. Sasa he should brace himself. Leo mpaka 2027 pia yeye ajue kisiasa atakuwa nafukuzwa kama swara. North, left, east, west. Ajue pia yeye vita atakuwa naangukiwa kama radi. Sasa ni mapambano na malumbano ya kisiasa. Nikirudi kwa hii mambo ya Gen Z. Back in the days nikisoma history kidogo ilikuwa iko ingine nilipitia hii. Wangapi wamesikia about Majimaji rebellion? Majimaji rebellion ilifanyika huku Tanganyika. Kwa hiyo rebellion youth kama Gen Z, hiyo rebellion ilikuwa na high priest moja anakwambia akikupaka maji kwa kifua, holy water, risasi haitaenge. Why am I comparing this with Gen Z? Gen Z pia mwenye aliwapeleka kwa barabara wamechochewa kiakili, wakaambiwa nyinyi sasa ndio mko na akili zaidi, nyinyi umesoma zaidi. Part of the setup, they have been made to believe wako na akili zaidi, wako na nyinyi sasa ndio mnaenda, nyinyi sasa muende mpaka state. Sasa mimi nauliza nyinyi, ni shule gani hii wameenda ile hatujaenda? Kama walienda shule tofauti na hii si hata kama ni Harvard, hata watu waambie kama yao ni Harvard ama Nairobi University. Sasa hao wenye wamewaset up wanawaambia wewe tangulia mbele ukachapwe risasi, wewe unabadilisha gani? You need to open. Don't be set up uambiwe sasa wewe ati na mmejichoka sana ati hii watu wengine hawawezi. Wewe ni kama hii Majimaji rebellion, umepakwa maji kwa kifua. Si mnaona mnapotea? Hiyo itazuia wewe kupotea. Itazuia wewe kama unaingia parliament kuchapwa risasi na masniper. So organize yourself with reason. Mimi nakwambia hata hii election ya bunge hapa kama itakuwa mwezi wa 8, political position kama ya women rep nataka nomination ya 1000. I hope electoral commission hapa itaweka zaidi ya 1000. Nataka hao majensi
wajue vile hata kupata hii 1000 ya nomination ni ngumu. More than 80% watakosa 1000 ya kurudisha nomination makaratasi ya bunge la Waipa. Wewe unaambiwa sasa unaenda kuchukua kiti. Wewe unaambiwa unaenda kuchukua kiti ya MCA na hata 1000 ya hauna. Nikimaliza. Wewe nikimaliza. Nikimaliza. Pampa you operate within reality. Hii mambo ya kukua balloon. Wamevurisha kifua yako ati wewe ndio unaenda kutoa William Ruto. Zina ngoja wewe kabisa. Chunga hii risasi siingie kwa kifua yako.